lakini mi naona kuna mahali, wacha niwasaidie kidogo, si ndio? Kuna uchaguzi imetangazwa ya Januari, na mi naona pengine imewachanganya kidogo. Uchaguzi ya Januari si ya gavana, ni ya chama ya UDA. So tulizeni boli kidogo, bado ya gavana itakuja baadaye. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? So mjipange na uchaguzi wa UDA kwanza, alafu hiyo ingine kila mtu achaguliwe kulingana na ile kazi amefanya. Si ndio? Hakuna mtu atachaguliwa hivi hivi. Hakuna mtu atachaguliwa kwa sababu yeye ni hodari na matusi. Hakuna mtu atachaguliwa kwa sababu yeye anajua sana ati kupiganisha watu. Hapana. Tunataka tuunganishe wananchi wa taifa letu la Kenya. Na tunaikuidhania. Tunaelewana? Watu wa Kiambu. Huyu rafiki yangu Mheshimiwa Kororia, na mimi nataka niwaambie muko na mjumbe wa kujitolea. Saa zingine ni msumbufu, lakini hiyo kusumbua, anatusumbua kwa sababu ya maneno ya watu wa Gatundu North. Nyinyi mnajua nilikuja hapa Gatukuyu, si ni kweli? Rais Uhuru Kenyatta alinituma nikaanzisha hiyo barabara ya Gatukuyu kwenda Matara. Hiyo barabara kweli imekamilika, lakini mmeniambia kwamba imepata matatizo. Hiyo barabara nitaangalia tena ndio tuweze kurekebisha na kuijenga upya. Lakini vile vile wakati nilikuja hapa Kamwangi, mambo ya tulikuwa hapa kwa mambo ya maji Kamwangi, niliwaambia vile vile hii barabara ya Thika Magumu tutajenga. Kweli ama si kweli? Sasa tumejenga kutoka Thika imefika hapa Parakido, si ndio? Sasa kutoka hapo tunataka tusukume mpaka ifike Magumu, na tayari nimepata contractor mpya anaitwa H Young, anakuja kusukuma hiyo barabara ndio nikamilishe vile tulikubaliana na nyinyi. Kilomita 31 tumetengeneza, kilomita 35 imebaki. And that I want to tell you, we already have a contractor, na hiyo barabara tutakuja tutengeneze. Hapa Kiambu tuko na barabara za Maumau. Wakati nimechukua usukani, Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amesukuma, amezianzisha, imefika 20%. Hizo barabara zote sasa tumesukuma imefika 60%. Yenu imekwama tu hapa ya kwenu hapa. Mimi nataka niwahakikishie contractor ambaye tulimpatia alianza kule Lari, lakini huyu Kororia amenipigia makelele sana mpaka nimekubali, na nimemwambia huyo contractor awe na genge mbili, moja ianzie kule Lari, lakini yakuja aanze pia hapa Gatundu North, ndio barabara zikutane katikati. Kwa hivyo nitatuma waziri na huyu Kororia hii Januari wakuje waanzishe hiyo barabara from this side, hiyo ya Maumau. Ndio huyo contractor awe na kundi moja pande ile ya Lari na kundi moja pande hii ya Gatundu North. Pesa tayari nimeweka katika budget yenu, ni pesa bilioni 4.1 za barabara zenu za hapa Kiambu. Juzi nimetangaza ya kwamba tumekamilisha mpango wa dualing ya barabara ya kutoka pale Muthaiga ikuje Kiambu mpaka Ndumberi, kwa sababu watu wa Kiambu wengi wanafanya biashara na kazi Nairobi. Ni kweli ama si kweli? Na pale uanga na msongamano mkubwa wa magari, watu wanapoteza masaa mengi, saa zingine 40 minutes, 50 minutes kwa mahali ambayo ingewezekana kwa dakika 20 ama dakika 10. Kwa hivyo mimi nitakuja mwenyewe nikiwa tayari Februari kuanzisha hiyo dualing ya barabara yenu
ya kutoka pale Muthaiga kwenda mpaka Kiambu kwenda mpaka Ndumberi. Tayari tumepata pesa bilioni 22 ya kujenga hiyo barabara. Ni mnanielewa na Kiambu? Vile vile barabara hii ya Thika, mnajua mzee wetu rais wa tatu Mheshimiwa Mwai Kibaki alifanya dual carriageway ya Thika Road, lakini kwa sababu ya ongezeko ya magari na wananchi, hiyo barabara tena imepata msongamano, hasa kutoka pale GSU kwenda mpaka pale Museum Hill. Pale sasa magari yanakaa hapo muda mrefu. Ndio nimesema na tayari nimeeleza wizara yetu, wamefanya feasibility study, wamemaliza, na sasa mwaka ujao tunakuja kuanzisha ile expressway kama ile ya kutoka airport kuja Nairobi. Sasa tutakuja kuanzisha kwa hii Thika Road mpaka ifike pale Museum Hill. Ni mnanielewa? Na sio hiyo peke yake. Mimi na Rais Uhuru Kenyatta wakati tulichaguliwa tulisema tutajenga kilomita 10,000 ya lami. Hizo barabara ndio mimi nakamilisha. Lakini sasa bado barabara nyingi Kenya hazina lami. Nikienda kila mahali ya Kenya, ikiwemo hapa, saa hizi hapa viongozi hawa wamesema kuna barabara pale inataka kuwekwa lami. Kuna barabara pale inataka kuwekwa lami. Ni kweli ama si kweli? Ndio nimesema mbali na ile tulijenga na Uhuru Kenyatta 10,000 kilometers. Tumefanya mapping ya Kenya mzima ili tuweze kutatua kwa kiasi kizuri mambo ya barabara. Sasa wizara yetu imefanya mapping ya kilomita ingine 28,000, na mulisikia nilitangaza kwa State of the Nation address an additional 28,000 kilometers we are going to build in the next 10 years. Vile tulijenga 10,000 in 10 years ya Uhuru Kenyatta, we are going to build another 28,000 by 2032. Ni mnanielewa? Hiyo ndio kazi, ndio hizi barabara zenu zote ambazo ziko hapa tuweze kuzikamilisha, ndio mambo iweze kusonga mbele. Nimeona kuna viongozi wengine wanasema hiyo mpango ya kujenga barabara hizi zote ati mimi nimetangaza ati haiwezekani. Mimi nataka niwaambie wale, nyinyi ndio hamuwezi, lakini sisi tunaweza. Tunaweza ama hatuwezi? Tunaweza ama hatuwezi? Na sio shida si wao, shida ni mpango hawana. Sasa mimi nataka nikuulize mtu wa Kiambu, wewe sasa kama unangojea mtu akuje akupangie barabara ya kwenda kwako, kwa sababu barabara ya kwenda kwako bado ni vumbi na bado ni ya matope, unamngojea akuja akupangie. Yeye mwenyewe huyo ambaye unamngojea, yeye mwenyewe amekuwa kwa uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwake ni ya vumbi na matope. Atatoa wapi akili? Kama amekosa akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake, atatoa wapi akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako? Ndio mnaona wanasema ati haiwezekani, because they have never planned anything. Siasa tu ya kusumbuana, siasa watu wanawapigia makofi, maneno ya bure. So mimi nataka niwaeleze watu wa Kiambu, hii mpango yote mimi nawasihi na waomba. Wakati niliwaeleza tutajenga manyumba, tutajenga masoko, tutajenga hostels, wengine hawakuamini. Wakati niliwaeleza tutapunguza gharama ya mbolea from 5, 6, 7,000 mpaka 2,500, wengine hawakuamini. Wakati niliwaeleza ya kwamba tutaajiri walimu kwa sababu hatutaki mtoto wa Kenya abaki nyuma kwa sababu mzazi wake hana uwezo na kule shuleni kuna msongamano ya watoto, wengine hawakuamini. Lakini leo we have hired a record number of teachers, we have reduced the cost of farm inputs, we have built 240,000 houses going on, we have built 400 markets in Kenya, we are building hostels for 180,000 students in Kenya,
Na hiyo sio story, hiyo ni kazi inaendelea. Si tutaenda kuangalia ya Kamwangi hapa saa hizi? Nyinyi mumeona soko ya Kamwangi ama mjaona? Mumeona? Na ya Gatokoyo na ya Kanyoni mumeziona? Si zinaendelea? Hapa Kiambu tunajenga soko 30 new markets in Kiambu County. Na nafanya hivyo kwa sababu niliongea na kina mama mboga, wakaniambia tunafanya kazi mahali kuna jua, kuna matope, kuna vumbi, hakuna stima, hakuna mahali ya choo, hakuna mahali ya usafi. And that is why tunajenga haya masoko. Na tumeweka pesa ya serikali Kiambu County. Nataka mnisikize kwa makini. Hakuna county iko na pesa nyingi ya housing kuliko Kiambu County. Hapa Kiambu tumeweka pesa 48 billion in Kiambu County. 40 billion ya affordable housing, 4.5 billion ya masoko yenu, and another 3.2 billion ya mambo ya hostels ya vijana wasomi wa hapa Kiambu County. And that is just in the last 3 years. Hiyo kazi tukiendelea na hivyo, miaka 5 mtaona vile tofauti itatokea. Miaka 10 mtaona vile tofauti itatokea. And that is how we are going to change our country. Nyinyi mnanielewa jameni? So mimi nawaomba watu wa Kiambu tutembee pamoja. Tushirikiane ili tuweze kubadilisha nchi yetu ya Kenya. Mimi niko na imani kubwa sana, na asante askofu kwa kutunenea neno la Mungu. Huyo askofu amesema vizuri ya kwamba Mungu yule ambaye alikupatia hiyo kazi uko naye atahakikisha kwamba umefaulu. Na mimi nataka niwaambie nyinyi viongozi hapa na nyinyi wananchi, yule Mungu ambaye ametuweka Kenya hii ndio Mungu atatusaidia tubadilishe hii nchi itoke third world ikuwe first world. Na itafanyika. I want to promise you. Msikuwe na wasiwasi, hii itafanyika. Tutabadilisha hii nchi. In our lifetime we are going to change this country. Mimi niko na imani na tuko na mpango ya kukamilisha kazi hiyo. Mimi nataka niwashukuru pia watu wa Kiambu kwa sababu nilisimama hapa Kamwangi nikawaambia tutabadilisha mambo ya UHC ama ile ilikuwa ya NHIF. Kwa sababu ilikuwa ya watu wachache, watu milioni 8. Leo tuko na SHA ambayo imesajili wananchi milioni 28. Na tunasongesha kila siku wananchi 20,000, 30,000 wanajiandikisha. Hapa Kiambu, this Kiambu County, in the last 1 year, tumetuma pesa kutoka kwa SHA 4.4 billion shillings in Kiambu County. Tuko na equipment ya watu wa Kiambu, zile hospitali zenu zote. Tuko na equipment, tutakubaliana na governor wa Matangi. Hizo equipment tulete kwa mahospitali yenu hapa. Tuko na equipment ya bilioni 5 ya Kiambu County. Kwa sababu hatutaki mwananchi aende hospitali akose tena kwa hospitali ati hakuna vifaa ya kuwatibu. Na lazima tumalizane na shida ya kukosekana kwa madawa kwa mahospitali yetu. So this is a whole of society endeavor. Ndio mimi nawauliza, msikubali mambo ya migawanyiko, tuungane, tushirikiane, kwa sababu tukishirikiana ndio tunaweza kufaulu kama wananchi wa Kenya. Mimi nawashukuru sana wana Kiambu. Mbali na hizo kazi zote ambazo tumesema, kuna yale viongozi wetu wa kanisa wametuambia. Leo nimekuja hapa kwa kanisa letu la Karuri na nimeangalia wamefanya kazi mzuri. Nilikuwa nimetuma huyu majority leader akakuja akafanya harambee pale, na leo mimi naona kweli kuna kazi imefanyika. Sasa wameniita nikuje nisukume ile ya mwisho, si ndio?
tutasaidiana tumalize hiyo kazi, ndio tukuje tufungue kanisa. So mimi nimefika hapa, tutapangana vile mnajua. Nataka nikubaliane na askofu mkuu, Askofu Mudhuri, ya kwamba tuko na college ambayo tunajenga pale Kamulu. Kuna pesa niliwaahidi na nilikuwa nangojea sehemu yenu. Sasa nasikia sehemu yenu mmetimiza. Sasa sehemu yangu ile milioni 50 mkujie Wednesday. Mwende mumalize hiyo college. Mwende mumalize hiyo college. Alafu ndio tuwe na wanafunzi kuanzia Januari kule na kwenda mbele. Na tutashirikiana namna hiyo. Watu wa Kiambu tunakubaliana. Nimesikia Mama Gitau, kiongozi wa kina mama. Simumpigie makofi huyo mama. Yaani huyo mama ameandika speech. Hakuna mambo ya mchezo hapo. Ameandika speech na amesoma. Kabisa hapo. Pongezi mama. Hataki mambo ichanganyike. Hapana, kasoma speech yake mzuri. Nimesikiza kwa makini speech yako mama. Na umesema maneno mawili ya muhimu. Umesema namba 1, unataka basi ya wamama wa sehemu hii waweze kusukuma naye Injili. Nitatumana milioni 5 mnunue hiyo basi. Huyo mama ni mama mzuri. Alafu pia amesema iko maneno ya Christmas inakuja. Sasa mimi nauliza, ni mimi ndio natoa Christmas ama nyinyi ndio mngenipatia Christmas? Nani anapatia mwingine? Mimi ndio nimekujia Christmas. Ama namna gani? Ati Christmas yangu nikujie baadaye. Mimi ndio nipange yenu. Haya, nitapangana na Mama Gitau basi. Tuone vile Christmas hiyo itapangana na hawa viongozi walio hapa. Na kuna mrembo ameongea pale anaitwa Pauline Waithera nafikiri. Ameongea kwa niaba ya vijana. Na mimi nakubaliana na yeye kabisa ya kwamba vijana lazima tuwashughulikie. Amesema ya kwamba tuongeze pesa ile ya Nyota. Mimi nataka nimwambie Waithera ya kwamba rollout ya Nyota inaanza from next week ya sehemu hii. Tuko na pesa tayari bilioni 5 ya kupanga nao vijana hawa waweze kufanya biashara. Sawa sawa, na vijana tayari have been identified. Kuna vijana wamekuwa identified wale wa kufanya biashara ndogo ndogo. Tumesema kila kijana mwenye ako na biashara yake ndogo tutampatia shilingi 50,000 aendeleze biashara yake, ndio tujue mahali tutakutana pale mbele. Na hiyo camp ambayo mnakuja, tatafuta kijana mmoja hapa ni mtume akuje hapo ndio muweze kuendelea na hiyo maneno. Si nasikia Kororia ni elder wa kanisa. Sasa wewe Kororia utakujia shilingi milioni 2 upatie hawa vijana waendelee na kazi hiyo. So otherwise watu wa Kiambu, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka tu niwahakikishie. Kesho Jumatatu, mulisikia mimi nikitangaza juzi. Kesho Jumatatu tuko na baraza la mawaziri na itafanya kazi mbili ya muhimu. Kesho ndio tunaanza rasmi ile safari niliwaambia ya kubadilisha hii Kenya itoke third world iende first world. Inaanza kesho. Kesho tunapitisha hazina maalum ya National Infrastructure Fund ambaye tutatumia kuokota pesa shilingi trilioni 5 ya kubadilisha hii nchi. And we are not joking. My friends, hii nchi hii lazima ibadilike. By all means possible. Ninyi mnanielewa? Tumechelewa kubadilisha Kenya. Tumechelewa kufukuza umaskini. Tumechelewa kufukuza njaa. Hii nchi inaweza kubadilika. Kama watu wa Singapore walibadilisha kwao, wa Korea walibadilisha kwao, wa Malaysia walibadilisha kwao,
sisi tutabadilisha kwetu. Ama mnasemaje jameni? Ama mnataka tu tuendelee kuongea siasa ya ukabila na chuki na mambo ya kupotezana wakati? Sisi tubadilishe Kenya. Na Kenya haiwezi kubadilishwa kwa maneno matupu. Kenya inabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo. Na hivyo ndio tunataka tuendelee. Ama namna gani? Na hiyo kazi yote mimi ninafanya sio kwa sababu mimi natafuta kura. Mimi nimepita kiwango ya kutafuta kura. Mimi nataka kubadilisha Kenya. That is my mission. Mimi mnanielewa? Yes, kwa sababu kama ni kura, si mnilipigia 2022? Ama namna gani? Si hiyo kura mlinipigia inatosha niwafanyie hii kazi? Yes, so watu wasisumbuke na mambo ya kura. Kura itakuja baadaye na Mungu ndiye ataamua. Na hao wananchi ndio kusema. Na kila mtu apimwe kwa hii kura na kazi yake. Mtu ya kung'evya na makelele na matuzi na manini na nini apelekwe nyumbani mbio mbio. Ama mnasemaje watu wa Kiambu? Si ndio? Si ndio? Kila mtu apimwe na kazi yake. Mimi nataka nipimwe na kazi yangu. Wananchi ndio wataamua. Si ndio? Lakini siasa hii nyingine hii mimi najua. Otherwise watu wa Kiambu mimi nawashukuru sana. Mimi nawapenda sana. Mimi nawatakia heri. Nawatakia baraka ya Mungu. Na kwa sababu tulikuja hapa maneno ya harambee ya kanisa. Si ndio? Mimi naanzisha hiyo harambee, alafu hawa wadosi ama nani mwenye kuangisha bishop?